Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ama baada, alhamdulillah rabbil alamin. Basi leo tunazungumza historia ya mji mkongwe wa Zanzibar, ambao mji huu ulinawirika kwa kujengwa kwa majumba ya design mbalimbali. Mji huu ambao Stone Town Zanzibar ulijengwa kwa mahaba makubwa sana ya watu mbalimbali. Hapa inakuja katika century ya 15 kulikuwa majumba yashaanza kujengwa century ya 15, na kufika mwaka 1910 nyumba za wakazi wa Zanzibar tayari zilikuwa na sifa nyingi za kipekee kwa mchanganyiko tamaduni za Kiarabu, Kiswahili, Kihindi na za Ulaya. Hizi nyumba zilikuwa zimechanganyika kwa mambo mbalimbali, kabila mbalimbali, watu wa Hindi, Waarabu, za Kiafrika na mambo mbalimbali ambayo shaisha ukawa mji huu ukawa mji. Na watu walivutiwa na mijengo ile, mijengo ikiitwa ya Portuguese, Kiulaya, Portuguese style. Kwa hivyo mji huu uliimarika sana kwa mambo kama haya. Nyumba nyingine vile vile zijengwa kwa mawe na mawe, udongo na chokaa, ambazo vile vile chokaa wanasemekana kwamba zilikuwa zikitengenezwa chokaa zikivumbikwa hizi kwa muda wa karibu miaka 20, chokaa zinavumbikwa ili ipatikane chokaa iliyo pure. Kwa hivyo hizo nyumba zilikuwa na design ya udongo na chokaa. Utazikuta nyumba hizo kwa joto nane zikitoa baridi kwa joto. Subhanallah. Na nyumba nyingine vile vile utakuta zimejengwa vile vile kwa udongo na maboriti mbalimbali. Tumeishi katika nyumba hizo, tumeziona namna gani maisha yalikuwa. Lakini wakati wa Said Barghash nyumba zijengwa kwa mitindo mwingine, zikaja kubadilishwa. Zikaja kubadilishwa kwa katikati kulikuwa na courtyard hasa kwa familia za Kiarabu na Kihindi, Kiswahili. Zilikuwa nyumba zimebadilishwa kidogo kwa serikali. Madirisha mapana kwa Wahindi na Waarabu kwa ajili ya uigizaji wa hewa nzuri kutokana na hali ya hewa joto. Haya ni mambo kama tunazungumza kwamba zilikuwa nyumba zimejengwa madirisha mapana na kama vile za udongo. Nyumba iko udongo vile vile inatoa wakati joto, inatoa baridi. Unaleta mitungi inatoa maji wakati joto, mitungi ambayo baridi inaleta maji baridi. Subhanallah. Hao watu walikuwa madesign wakubwa sana. Nyumba zilikuwa na baraza sehemu za nje kupumzika, uwani ambapo watu walikaa na kujadiliana na kufanya kazi ndogo ndogo. Mji wa Zanzibar hasa Stone Town ulikuwa na mitaa membamba ya nyumba zilikuwa karibu sana zilobanana majengo yake. Nyumba zilikuwa raka tunavuja Stone Town, nyumba zilikuwa vichochoro vile tunasema, tunaita vichochoro. Na vile vile katika mitaa pembeni mle utakuta basi kulikuwa na street lights ambazo zinawashwa kabla magharibi. Wanapita mtu na baiskeli yake anawasha street lights zile. Zilikuwa style pekee yake zile, ambapo wanatuambia waandishi hata Marekani na Uingereza walikuwa bado hajaanza street lights, Zanzibar walikuwa na street lights. Mambo kama hayo utakuta watu walikuwa wakienjoy maisha yale ya Zanzibar. Na vile vile utakuta baadhi ya nyumba hizi vile vile ndani yake zilikuwa zina mahodhi yako. Baina ya nyumba zinakuwa ndani yake kuna mahodhi ya kuogelea, ya kuoga na hivi na vile. Ilikuwa haina mambo peke yake nyumba zile Zanzibar, ambazo mpaka sasa hivi zipo, zinaonesha athari yake, watu wanaishi ndani yake. Ziko nyingine, baadhi nyingine zimeboka, lakini ziko alhamdulillah mpaka sasa hivi nyumba zipo, na nyingine zinafanya renovation alhamdulillah. Kwa hivyo moja katika jambo zuri sana linaendelea Zanzibar jambo hilo.
na vile vile nyumba hizi zilikuwa na ushawishi wa peke yake na uzuri wake zinazoonekana, na mpaka leo ni kivutio kubwa sana kwa wachurisi wanakwenda Zanzibar. Ni kivutio kubwa sana wanaoangalia majumba. Na vile vile mji umepata kwamba umehifadhiwa UNESCO, kwamba mji huu, mji mkongwe, ni mji uko chini ya hifadhi ya UNESCO. Majumba yale yalikuwa mazuri mazuri, majumba ambayo yako vile vile ya historic ya Ngome Kongwe, Beit Lajaib ambayo imeporomoka lakini sasa hivi katika kujengwa. Kwa hivyo majengo haya ni historical kabisa, yanaleta athari ndani yake. Ukikaa ukiishi katika mji Stone Town unajisi kwamba uko pahala pengine kabisa, kama ilivyokuwa mji una kivutio cha aina pekee yake. Basi short story ya mji mkongwe na nyumba za Zanzibar. Shukran wa jazakallah khair, asante.